This morning, that is what has been happening in the country for the last 24 hours or so, or more than that. And right now I want us to, we'll discuss some of the stories, of course, and including the headlines that you're having on our newspapers this morning. And helping us understand this or helping us debunk this is Duncan Agisa, who will be also helping us know what is happening in the country, giving us his perspective of what is happening and what we need to do to better in Africa in general. Duncan? Yes. Good morning. Good morning to you, Sylvia. How are you doing? I'm more than fine. Kindly introduce yourself to our viewers back at home. Thank you so much. Kwa majina yangu naitwa Duncan Agisa. Mimi ni mwanafunzi anayesomea wanahabari katika chuo cha Nairobi Anga, Nairobi. Na nafurahi sana kunikaribisha hapa. Asante. First and foremost, Kiswahili. I must say I am shocked. I hope my ancestors won't show up nikijaribu kuuma Kiswahili. We had one of our guests here in studio who used to speak Swahili sana. Right now ameondoka kidogo, but tutakuwa na yeye pia ni Mswahili, anazungumza Kiswahili kingi. But we are all fine. Thank you so much for making time for us this morning. Welcome. I want us to begin with the bold newspaper this morning. That is the Standard. And this is, we don't have very pleasing pictures on the front page of the Standard. We have pictures of piled dead bodies of shot civilians. The Standard are saying it's a bloody crown. And they have given statistics. These stories are from page 8. They've given the story page 8, 9, and 10. So if we take a look at the Standard from page 8 to page 10, they are giving several stories on what is happening in Tanzania. First, they are saying Suluhu sworn in into office without cheering crowds and songs of unity. They talk of Samia blames foreigners for chaos amid regional snub. They're also talking of, they're giving statistics of presidents, African presidents, that is from Gabon, Cote d'Ivoire, Seychelles, Malawi, Tanzania, and Cameroon, presidents who have won with extraordinary percentage of votes. Of course, Tanzania is the most shocking because it is having 98% of votes with 87% turnout. So kuna mahali things are not adding up. Sure. So you have several other countries, Gabon, Cote d'Ivoire, Seychelles, Malawi, and Cameroon, which also have divergent or unrealistic voter votes that are counted. For example, Gabon, 95% votes on a 70% turnout. So this is a statistic that the Standard has given when it comes to elections in Africa, or generally in East Africa and generally in Africa. So from where you sit, Duncan, Yes. help us understand if as Africa, is freedom something that we fantasize and it's something that we actually don't live? Because from this data, it shows that we've had the international bodies react to Tanzania after around 72 hours. We didn't see that happen when Kenya was undergoing such deadly protest. But then is Africa really at that state where we are saying that we are having freedom when it comes to voting, when it comes to speech, when it comes to expression? Are we there yet where there is fairness in all these things when it comes to governance, or we are still under dictatorship? Asante sana Sylvia. Niseme kwamba katika East Africa, nchi ambazo ziko kule, nasema kwamba tukiwemo mmoja wao pamoja na Tanzania na nchi zingine, niseme kwamba hatuna ule uhuru ambao wa kujiongea, kwa sababu unaangalia kwamba kile ambacho kinachangia zaidi yale ambao tunaona kwanza kwa Tanzania, maandamano na mambo kama hao, ni kwamba mtu anapojaribu kujiongea anafanya nini? Anazushwa. Sasa hakuna ile uhuru ambao unaweza ukaongea kitu na ukasikika, kwa sababu tunaamini kwamba kiongozi anapochaguliwa anastahili kuakisi maadili fulani. Ninapoenda kupiga foleni pale kupigia kura, nahitaji unisaidie mahala fulani, lakini unapoingia kule unapata utaki kunisikia mimi ambaye nilikuchagua, yale ambao unapitili kwamba uweze kunisaidia. Kwa hivyo kidogo niseme kwamba mataifa yetu hasa Kenya pamoja na Tanzania hatuna ule uhuru ambao bado tuna safari ambao tuna safari kubwa sana ya kuweza kuangazia mambo kama hayo.
Now, who is it really Uhuru that you're looking for? Because you've heard people say that, I know the state has given you the freedom of speech, but when it comes to speaking to me, you know how to speak. The same also applies probably to government officials, because you'll hear people talk very insulting things to them, abusing leaders and such. But when it comes to analyzing this in terms of morals and all that, is it something that we should be questioning the morality of our speech, despite the fact that we have that freedom of speech? There are limits to our speech, but then what happens to someone who exceeds that limit? What punishment is it to be given to them? Are this justified with the sense that there is more of insult when it comes to the young people, mostly addressing the elderly or the leaders? Naam, asante sana. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba kile ambacho tunakosa hasa kama nchi ni nidhamu. Kwa sababu naamini kwamba hata wakati ambapo wewe ni kiongozi unapozungumza, kuna yale maneno ambayo unastahili kutoa ambayo ni heshima, kwa sababu unapokuwa unaongea kuna mtu ambaye anakutazama pale, anasikiliza kile ambacho unaongea. Kwa hivyo kidogo unapotumia matamshi ambayo sio ya heshima, unafanya huyu mtu kutoona kwamba sipo katika nchi ambayo I'm feeling at home. I'm not in a country that I feel at home. Ndio maana unapata kwamba unajua si wote ambao wanaenda mataifa mengine ni kwa ajili ya kazi. Some people wanaenda katika mataifa mengine to have that peace of mind. Kwa hivyo niseme kwamba we need to mind on how we talk. We need to mind as leaders how we talk. There's a way you can talk na iweze kuzusha mtu, estimate ya mtu. Hata ile morali aliyokuwa nao ya kufanya hatua fulani ama kupiga hatua katika jambo fulani haitaweza hataweza kupiga kwa hatua, kwa sababu tayari anaona vile ambavyo unaongea nidhamu ni mbaya na mambo kama hayo uzingatii. Kwa hivyo sasa mimi where then does this leave us when it comes to elections? Kwa sababu mwaka ujao around January nchi jirani Uganda, they'll be having the elections, and we also foresee a situation where the president will be coming back. I don't know for what term, but we also foresee that case. We've had several presidents coming back to office after 8 terms, after 5 terms, and it seems like it's a family thing. In other countries we've seen a cousin coming in after a leader has left. So where does this leave us as Africa in terms of making changes with our leadership? What then can we do? Because when the young people talk on streets, it ends up with genocide. So where does this leave us in terms of having fair and free elections? Asante sana, umezungumzia swala nzuri sana kuhusu viongozi wale ambao walikuwa kutoka kidogo tena wanarejeshwa. Kwa nini wanarejeshwa? Tuliona Cameroon kiongozi ambaye alikuwepo hapo awali tena anarejeshwa katika cheo. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba kuna ile kazi ambayo alifanya ambayo iliweza kugusa wananchi. Unajua uongozi si kuongea tu, ni matendo. Uongozi si kuongea tu, ni matendo. Kwa hivyo unapoangalia pale mjini, pale katika jamii, kuna mambo ambayo amefanya. Anaongea zile ahadi ambazo aliweza kutoa, anatimiza. Kwa hivyo unapata kwamba hata wakati ambapo kura kama sasa vile ambavyo umesema kwamba tutakuwa na kura za Uganda hivyo, unapata kwamba kuna wale watu wanajua kwamba huyo atafanya nini, atachaguliwa. Na kuna wale ambao sema huyo atachaguliwa, kwa yule ambaye mtu ambaye yuko smart enough atajua kwamba huyu anachaguliwa tena kwa sababu kuna kazi fulani ambayo alifanya. Unajua sisi kama wananchi hatustahili kuchagua mtu kwa sababu ya fedha alizonazo ama kwa sababu ya kisomo kikubwa sana. Wakati mwingine ni vizuri kuangazia huyu mtu ni mambo yapi ambayo ameweza kufanya. Ndio maana unapata kama mimi nikitaka kuwania kama cheo fulani kama cha MCA, siwezi nikasimama tu nikasema nataka kuwania cheo fulani. Ni mambo yapi ambayo nimeyafanya mimi kama mwanafunzi ama katika kazi fulani ambayo nimefanya pale katika jamii ambayo inaweza kupatia watu matumaini kwamba nikisimama katika uongozi kuna badiliko fulani ambayo naweza kufanya. Kwa hivyo sisi kama Afrika naona kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu unaona kidogo ni kama hatujaelewa uongozi. Ndio maana ninapokuwa na ile kumbukumbu ya mwenda zake Raila Amolo Odinga, ameacha pengo kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya siasa, ambayo sidhani kama kuna mtu ambaye atakuja kuijaza, kwa sababu alikuwa akipigania uhuru wa kila mmoja, kila Mkenya apate nafasi ya kuweza kujitetea, aweze kusimama aseme kwamba napitia hiki na hiki na hiki, na anaposema hivyo tuwe na kiongozi ambaye hatamsikiza. Shida ambayo tuko nayo kama Kenya ni kwamba hatusikilizwi. Lakini pia katika upande mwingine tuseme kwamba Kenyans we are very impatient. Lazima tuchukue muda fulani ili tuweze kuongojea matokeo. Kama kwa mfano mama haiza akajifungua mtoto leo alafu kesho anataka huyo mtoto
apate kazi ni balaa sana. Lazima mtoto kuna zile hatua ambazo anapitia. Kwa hivyo wakati mwingine pia tupatie viongozi nafasi ya kuweza kuangalia mambo fulani ambayo wanaweza kurekebisha katika jamii. All right, very well said. Now that we are mentioning on contributions of Raila Odinga, we have the Star newspaper has given prominence on matters politics of the country, the current state of politics in the country. They're saying Gachagua to back Kalonzo, Natembeya and Matiang'i lineup. Ex-DP Gachagua won't run for president, but will get 50% of Kalonzo government. And they're also asking a question: will Raila influence 2027 election from his grave? They've given an interesting headline. I can't really trace it, but the question is still the same. Will Raila influence the 2027 election in his grave? I think that is on the Daily Nation, if I'm not wrong. The question is, with the current muungano wa vyama, we have the united opposition coming together to form a coalition, and we have the 50% plus one vote that is required for one to become a president. I believe that is what is making all these parties come together to decide on one person to lead. But I'm having a question of goodwill when it comes to this leadership, because clearly all these people are following power. We've seen that with various leaders. For Samia Suluhu, we had a stadium that did not have cheerful citizens, the crowd, the songs. We just had officials. And right now, we are also seeing a structure being formed, a power structure being formed. And from where we sit right now, from what we can get, this is according to the Star, that Gachagua is going to be taking 50% of the power. And that is a very dangerous thing, because if you're a president and you lack 50% of the power, that means your mandate is limited to someone who is out of government, who does not have leadership position, but then has power. That has been the problem that you have had in this country, and I believe that is something that has also been affecting the current regime, where before getting into office, you have several people come on board, those people are financing your campaign, and then after you've won, you now have to reward them. And rewarding, in some extent, it comes to giving cabinet positions, giving, PS positions, board, a chair of different boards and parastatals and all that. So this politics of reward, I know it's something that you cannot move away from, but somehow we need to find a way out of it, because it's affecting our country. We have tycoons in the country who finance politics, who finance campaigns, but then after the president is in office, they're exempted from tax and all that. And they have bigger say on what is happening in the country in terms of leadership. You cannot fire that person because that is our person. You have to take this person in because that is our person. So this politics of entitlement and leadership, how then as a new generation do we overcome this and come up with a way of governance where we elect people on authenticity, not on what they bring to the table in terms of monetary value? Asante sana Sylvia. Tukisema kuhusu uongozi, tumesema kwamba sio matendo. Yani si mambo na kuongea tu, ni matendo. Sasa tunajua tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tunataka kiongozi ambaye ataweza kuchukua ama kuwa na msimamo kama ya yule ambaye alikuwa ni mwenda zake Raila Amolo Odinga. Unajua wakati mwingi wasipendi kuangalia ubaya wa mtu sana, napenda kuangalia uzuri wake, kwa sababu ubaya unapata kwa asilimia ndogo sana. Uongozi ambao tunataka katika nchi yetu ya Kenya ni uongozi ambao kwa kweli utaweza kuinua hata uchumi. Tuko na viongozi wengi hapa ambao wanawania cheo. Tunamuona hata ingawa tunaona Matiang'i ametulia kidogo sana pale, lakini kuna fununu kwamba ataweza kuwania nyadhifa fulani kama ya urais mwaka 2027. Lakini ili kwamba huyu kiongozi apate nafasi hiyo, ni mambo yapi ambayo amefanya hapa kwenye ground ambao yanaweza kufanya nini? Yakampatia a direct njia ya kuweza kuwania hiyo cheo ya kuwa rais pale. So Kenyans saizi wamechoka. Ukweli kwamba Wakenya wengi wamechoka kwa sababu ya uongozi. Tulikuwa katika uchaguzi ambao ulipita miaka ambayo imepita hapo nyuma, na wengi walikuwa na matumaini kwamba kwa kweli huyu kiongozi ambaye tumemchagua mambo yatakuwa ni hivi. Lakini kwa kweli wengi wamechoka. Kwa sababu ya nini? Angalia kwa mfano mradi ambao ulipata kuanzishwa na Rais William Ruto wa Hustler Fund, angalau kuweza kuinua Mkenya. Sasa hizi umerudi chini sana, mikopo haipiani kwa sana.
licha ya wengi kutolipa mkopo, lakini utapata kwamba wale ambao hawajalipa ni asilimia ndogo sana. Unaona, angalia mama mboga, mtu ambaye ni wa chini pale, anahisi kana wametengwa kwa sababu haoni kuna kwamba ile serikali ambayo aliweza kuichagua inamsaidia kwa njia fulani. Kwa hivyo tunataka atoe kusema kwamba ni mtu fulani, lakini can we get a leader ambaye anaweza leta badiliko katika nchi yetu ya Kenya? A leader ambaye ataweza kuinua uchumi wetu Kenya, si mambo na kuenda kutafuta mikopo nje. Sababu sasa unapata kwamba uchumi wetu uko chini sana kwa sababu ya nini? Angalia katika sekta ya ukulima, hakuna mbolea. Wale wakulima hawapati yale masomo ya kuweza jinsi ambavyo wanastahili kupanda. Hawajapatiwa mafunzo yalezo kwamba katika mwezi kama huu hali ya anga iko hivi na hapa na pale. So we need a leader ambaye anaweza akaenda kwenye ground, ambaye watu wanamuelewa. Sababu unajua umezungumzia kwamba kiongozi unapoingia, wale ambao waliweza kukupigia debe na ukaingia kule unawasahau. And one thing that Kenya tunakosa kabisa kama viongozi ni kwamba unapata wengi wao wanasahau wale ambao walifanya nini kuwainua. Sababu huyu kiongozi ambaye tunampigia kura ni kiongozi ambaye amekuwa nasi hapa nyumbani. Tumempigia kura, tumempiga kelele pale kwa barabara and all that, akachukua. Lakini sasa sisi ambao tulipata sauti apate kuchukua, ametusahau. Harudi nyumbani, anatoa ahadi, na unapata kwamba wana maneno mazuri sana wakati ambapo wanataka uongozi. Wanataka nitafanya hili, lakini unapata anapofika kule anasahau kila kitu. So sioni kama wewe ndio njia ya uongozi ambao unastahili kuwa. Uongozi ni uongozi ambao unaweza ukaelewa yule mwananchi, ukamfanyia yale mambo fulani, yale ambayo uliahidi, ukayatenda. How then is this going to be possible? Kwa sababu vijana wamekuwa conversation on this, na wakiekwa kwa conversation it's on chukueni kura, mpige kura, but not on leadership perspective. But then if the youths come together and decide, okay, now we want to have our own leader, we want to front our own leader, that's not possible because of the 50% plus one vote that is required. So it becomes a challenge for accountable leaders to get positions, because it stems from the veterans in the industry, the veterans in politics, the political elite who have mass influence. When you know weledi wa siasa, so they know tunafaa kwenda hivi, and incorporating those competent leaders in their system becomes a challenge. So how then do we get to incorporate them in this when the system is already favoring the political elite? How do we get to involve them? Asante sana. Isingalikuwa ni hiyo 50 plus ambao tunasema we can have our own leader, kwa sababu wale ambao tunachagua pale hatuoni mahali ambapo wanasaidia vijana wengi sana. Angalia the other day tulikuwa na mgomo. Kuna wale watu ambao unajua wakati ambapo Kenya tuna come up with the budget, lazima tuangalie mambo tofauti sana pale. Lazima tuangalie sekta ya elimu, sekta ya afya na mambo kama hayo. So kama si mambo na hiyo 50 plus na wale watu ambao wana ueledi, wana umaarufu katika siasa, we can have our own leader, because I believe sisi ndio tunaelewa mahali ambapo kiatu kinatufinya. Wakati ambapo maandamano yanafanyika, yule ambaye yuko kule juu hataelewa. Ni kama the other day walisema kwamba hakuna tuitioning and all that, but tunapata wale watu ambao wako kule juu, watoto wao wanafunzwa pale nyumbani. Are we getting that? So if there is a possibility kwamba tuwe na kiongozi wetu ambaye ni kijana, mtu ambaye ameelewa, amekula ugali vizuri na maji, anaelewa what life is, I think there can be a change in the country, because hizi vijana wamechoka sana and it's very evident. Hebu angalia kwenye street vile watu wananini, kijana mpaka anasema nipige research, kumaanisha he has already given up. He has already given up. So I think waelewe vijana. Let's have a leadership ambayo kiongozi anaelewa vijana. Sasa hizi vijana wana kazi, na kile ambacho kinachangia unapata kwamba wengi wao wanakunywa madawa za kulevya, wanajinyonga na mambo kama, it's because they are jobless. And you'll find that pesa zipo, lakini unapata kwamba hizi fedha hawakuji pale kwenye mashinani na kujaribu kuchukua vijana. Naamini kwamba kiongozi mmoja akija akanipatia labda shilingi labda 50,000 nikafungua biashara fulani, ikikuwa sitakuwa na ugumu wa kumsaidia yule mtu mwingine pia. Nitamsaidia kwa sababu ya nini? Nimesaidiwa pia mimi, na through that utapata kwamba jamii inainuka. So I believe we have leaders hapa ambao ni vijana ambao wanaweza akasimama vizuri, wamaliza shule, wamesoma pale, lakini unapata hiyo nafasi kupata kule ni balaa sana. Ni balaa sana. All right, now do you believe that Raila Odinga on his grave will affect the 2027 general election? Unajua unapoangalia uongozi wake ambao walikuwa vile ambao walikuwa wanapigania uhuru, kila Mkenya akisema kwamba kuna mtu anastahili kupigwa risasi ama maandamano yafanyike kwa amani. Hakuna siku hata moja Raila Odinga amesema kwamba maandamano yafanyike na watu wapigwe maana mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna vile itaadhiri, lakini itaadhiri katika njia ambayo ni positive.
in the 20 katika mwaka wa 2027. So impact ambayo aliacha, ile legacy ambayo aliacha inastahili kuendelezwa na watu wengine. Sasa tumeona ndugu yake Oburu Odinga ako katika anajaribu kuhamasisha. Jana walikuwa Mombasa wakijaribu kuhamasisha umuhimu wa kuweza kuensure kwamba the party stands very strong. Are you together? Unajua kile ambacho kinastahili kueleweka ni kwamba Raila Odinga alikuwa ni kinara wa chama cha ODM na amepigania hiyo chama, na ndio maana hata watu wake wamekufa na yeye. Yani if you saw how people were crying in the Kasarani in the viewing of the body, it was very evident that we have lost a leader ambaye alikuwa ameleta badiliko kubwa katika nchi yetu ya Kenya. So that gap, we need someone who can fill that gap. Lakini itakuwa ni balaa sana. But pia kuna uwezekano kwamba kama watu wanaweza reflect maisha yake yote, vile ambavyo alikuwa anapigania kuhusu uchumi, haki za watu, kila mambo kama hayo, wanahabari pia kupata ile freedom of covering the stories na kuleta kwa ukweli pasipo to have the bias information and all that, tunazaenda vizuri sana. Kwa hivyo anaweza akadhiri kura za mwaka wa 2027 lakini in a very positive way. Yeah. In a positive way, favoring Ruto or favoring the opposition? That's the question. In a positive way, favoring Ruto or favoring the opposition? Favoring the opposition and as well unajua ukiangalia Ruto alifanya handshake pamoja na Raila na kukawa pale na kukawa na ile handshake, akaanza kufanya kazi kwa pamoja pale, but alipokuwa pamoja na Raila Odinga bado hakuwa anaelewa msimamo wake ni upi, kwa sababu nakumbuka kabla ya kifo chake watu walikuwa wanashangaa kwamba msimamo wake ni upi, mustakabali wake ni upi katika mwaka ambao utakuja. Kwa hivyo it's not about favoring the ni kufavor watu wote cutting across. Right. I thought we would go further than that, but muda wetu umetupa kisogo. Kiswahili kikubwa. Just as you make your final remarks, you can pick one story, a story of your choice from either of the newspapers, and then give your remarks on the same event as we conclude. Yeah, maybe talking about the Daily Nation on the front page, the headline pale ni buried alive. Tunaona kwamba we are still mourning about the toll ambayo imezidi kuongezeka mpaka 30, na kati ya wale watu ambao wameweza kuangushwa pale na because of the mporomoko wa ardhi ambao uliweza kufanyika katika ile kaunti ya Marakwet. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa kweli linahuzunisha kwa vijana, kwa wananchi wote, kwa wale watu ambao wamepoteza familia zao, kazi zao na mambo kama hayo. But kile ambacho ningependa kusema kuhusiana na hayo ni kwamba serikali iweze kuingilia kati kuweza kuhamasisha umuhimu wa kuweza kupanda miti, na pia wale wananchi ambao wanaishi karibu na milima, mahali ambapo kuna uboromoko kidogo hivyo, serikali jaribu kutafuta mbinu ya kuweza kuhamisha pale na kuweka katika sehemu ambayo iko bora, kwa sababu kila mmoja anataka mwenzake aweze kuishi maisha fulani. Kwa hivyo kama sasa angalia 14 learners among the victims, na hawa 14 ambao wamehusika katika wale 30 ambao wamekufa ni wale ambao unapata miongoni wao walikuwa wanajiandaa kwa mitihani, kwa sababu mitihani ilianza jana, somo la kwanza la Kiingereza paper 1. Wengine wao utapata ambao wamepata kuaga ni hasa angalia unapata kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa ingia pale afanye mtihani apite vizuri awe kiongozi fulani, lakini sasa angalia. So tujaribu kuhamasisha serikali iweze kuingilia kati kwa maisha kila mmoja apande miti. Those who are living close to the places where there is a possibility of landslides wapate kunini pale, watafutiwe sehemu ambayo ni nzuri. Yeah. All right. Now, as we conclude, I'd love to highlight a story still on the Daily Nation that is on page 4 and 5. I think this is the business of the Daily Nation inside Kenya's unlicensed health facilities in still treating patients, the middle part of the Daily Nation. So you can read more on that, and the hospitals that have been shut down for illegalities or for incompetence, that is on the Daily Nation. Now that brings us to the end of KUTV Biashara Tuesday on this 4th day of November 2025. Remember, it's less than 60 days to Christmas, so start preparing those Christmas trees and preparing for parties. Also remember to keep yourself safe as we enter the festivities. Don't drink and drive. We don't want more accidents in this season. That brings us to the end of this. Thank you so much for choosing our discussions today. Until next time, it's bye from us.